Inua mikono yako hapo ulipo na ufunge macho yako. Nyosha mikono yako, sema Bwana Yesu. Nakushukuru sababu ya asubuhi ya leo. Inua mikono yako juu. Mtakatifu, mtakatifu Mungu wa mbingu na nchi, ninakushukuru kwa sababu leo ni tarehe 31. Tunapohitimisha Bwana mwezi huu wa 5. Ninaomba tu Yesu Kristo ya kwamba kila aliyefika mahali hapa Jumapili ya leo, ikiwa ni Jumapili ya mwisho, naomba Bwana ukamfungue, ukamkumbuke, ukaseme na maisha yake Bwana. Ninaamini ya kwamba kila mwenye amekanyaga hii madhabahu siku ya leo anakwenda kukutana na uso wako Mungu. Katika jina la Baba na Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba, na kanisa la Bwana tuseme amen. Amen. Ongezeni na Yesu makofi ya utukufu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mshike mwenzako mwambie karibu nyumbani mwa Bwana. Mwambie tena. Karibu nyumbani mwa Bwana. Amina. Nina dakika chache tu za kusimama mbele yako kabla mtumishi wa Mungu hajapanda. Amen. Amen. Lakini ndani ya hizi dakika chache ninaamini imani yako itakuwa imeongezeka zaidi ya Jumapili iliyopita. Amen. Na ningetamani viti vya mbele vijae. Kwa kiona kuna kiti mbele yako na jaze kama hapo. Na baada ya hapo naomba uwe kitabu chako. Kama koka unayo, fungua. Na wewe mwenye daftari pia andika. Sababu mtumishi wa Mungu anapokuja kuingia kitakachokufanya upone ni maandalizi ya moyo wako. So natamani tujifunze watumishi wa Mungu wote, kila mtu, hajalishi wewe ni mwimbaji, wewe ni mhudumu, wewe ni nani. Kwa hizi dakika, hata kama upo chooni au kama upo nje unakunywa chai, ningetamani sana uingie ndani usikilize neno, kwa sababu neno ndio litakalo tuokoa. Amen. Kama tupo pamoja sema amen. Amen. Basi naomba tujifunze kitu kimoja hapo, imani yenye uhakika. Na mbele yako naitwa Amani, na nataka sasa tujifunze kidogo. Mwambie mwenzako imani yenye uhakika. Mwambie tena mwenzako kwa sauti, imani yenye uhakika. Mwambie mwenzako una uhakika na huyu Mungu, una uhakika na hii madhabahu. Sasa mwambie mwenzako una uhakika. Tunaposema imani yenye uhakika, ni yule mtu ambaye hana maswali. Yaani akiambiwa leo utatembea, atatembea leo, na hana maswali kwamba atatembeaje. Akiambiwa leo ndio utapata kazi, hajiulizi hiyo kazi itatoka wapi, ila anasema leo utapata kazi. Mtu mwenye imani hata kama haoni, akiambiwa leo utaona, hata jiuliza nitaona aje, leo ataona, kwa sababu ana uhakika. Nina mikono yako, sema mimi nina uhakika. Sasa naomba ufungue kitabu cha Luka sura ya 1 na mstari mdogo wa 37. Na dakika chache tu za kusimama kabla nabii hajaingia. Imani yenye uhakika. Inawezekana wewe ni mwenyeji, kila siku unakujaga. Inawezekana ndio mara ya kwanza leo umefika. Lakini ile andiko sio geni mbele zako, lakini nataka niongee na wewe kwa namna nyingine, pengine kakufungua. Amen. Mwambie mwenzako kuongeza uhakika wako. Unapokuwa na uhakika na jambo fulani, unajua ukisema leo nitaenda kazini. Neno nitaenda maana yake una nini? Uhakika. Leo nitaenda kwa Morongo. Maana yake tayari umeshajipanga na una uhakika kabisa kwamba utafanyaje? Nitaenda. Sasa kabla hatujasoma hapo, nataka kwanza uelewe nini maana ya imani yenye uhakika. Imani yenye uhakika iko hivi. Waebrania 11:1. Andika pia. Tukianza kusoma tutasoma zote. Luka 1:37 na Waebrania 11:1. Imani yenye uhakika ni aina ya imani ambayo inamwonyesha mtu kabisa kwamba mimi nitafanikiwa katika jambo fulani. Waebrania sura ya 11 mstari wa 11, waliofika kama wapo, naomba tuende pamoja. Neno la Bwana linasema, basi imani ni kuwa na hakika bayana ya mambo yatarajiwayo na yale yasiyoonekana kwa macho. Ndio kama sasa mwambie umeelewa. Imani ni kuwa na nini? Uhakika bayana ya mambo yote tunayoyatarajia na yale ambayo hatuyaoni. Yaani kwa mfano wewe uko mahali hapa siku ya leo, hujawahi kumuona nabii. Labda pengine kuna kitu unatamani Mungu afanye siku ya leo. Haujui atafanyaje, lakini unaamini. Hiyo ndio imani yako na itakufanikisha kwa jina la Yesu. Amen. Inua mikono, sema imani yangu itanifanikisha leo. Sasa anaposema ni kuwa na uhakika, maana hauna nini?
maswali. Kama mwenzako ondoa maswali yenye mashaka, ongeza uhakika. Sasa anaposema ni kuwa na uhakika, maana mtu akisema leo nitaona, ataona. Sasa kabla hatujasoma ile Luka 1:37, nataka nikupe mfano mdogo sana. Kuna huyu mtu mmoja alikuwa haoni, alikuwa kipofu. Wakati alisikia Yesu anapita, na yeye akatamani siku moja akutane labda na Yesu. Maandiko yanasema ya kwamba alipokutana na Yesu, Yesu alimuuliza swali moja. Akamwambia, wewe unataka nikutendee nini? Lakini huyu bwana mkubwa kabla ya hapo alianza mbali. Na mimi naomba nirudi nyuma kidogo ili nikuunganishe na huyo mtu. Maandiko yanasema huyu mtu aliposikia kwamba Yesu anapita, kwanza alijipenyeza. Alifanyaje? Alijipenyeza katikati ya watu. Sio watu kama hapa, si tupo wachache sana. Walikuwa ni maelfu na maelfu ya watu. Akajipenyeza, lakini kwenye kujipenyeza kwake kulikuwa na watu ambao wamekaa karibu na Yesu, kana kwamba hata ukitaka muone Yesu bado mziki ni mgumu, kwa sababu Yesu amezingirwa na watu wengi. Hapo tulipo. Mwambie mwenzako, wewe ungeweza kupita kwenye watu wengi kama hauna imani. Maana anasema huyu bwana alipita na ilifika mahali sasa watu wakawa wanamzuia. Unajua inafika hata mahali unatamani uingie ofisini, lakini kuna mtu anakuambia hapana, muda umeisha. Kuna mtu anatamani muone nabii, lakini unaambiwa muda umeisha wa kumuona nabii, hakuna muda. Sasa huyu bwana mkubwa alipambana ili tu amuone Yesu, lakini bado alizuiliwa. Alizofanya ilikuwa kuvunja sheria. Alivunja sheria kwa kufanya kitu kimoja. Ilibidi apige kelele, apaze sauti, akasema, Yesu, Yesu, mwana wa Mungu, mwana wa Daudi, naomba unirehemu. Sasa Yesu aliposikia hivyo, mwacheni aje. Si hata sasa hivi kwani ukipiga kelele ukisema nakufa, kwani nabii atakuwa nikufia kwa kanisa? Si anasema mleteni nimwombee. Sasa alipiga kelele, lakini sio kelele ya kurafuka. Ilibidi aseme, Yesu, mwana wa Daudi, naomba unirehemu na mimi nipate kuona tena. Maandiko matakatifu yanasema alipopata kibali, Yesu akamwambia, imani yako imekuponya. Hakuna kilichofanyika. Maandiko yanasema baada ya muda huo akaondoka na akaanza kuona tena, watu wakamtukuza. Walionielewa waseme amen. Amen. Hata wewe siku leo kuna mahali watakuzuia, lakini imani yako haizuiliki, lazima utamwona Mungu leo. Amen. Sema kwa sauti amen. Sasa huyu mtu baada ya kuonana na Yesu, imani yake ilimponya. Lakini kulikuwa na huyu mwingine anaitwa Zakayo, mtu mfupi kuliko wengine. Huyu mtu alitamani amuone na Yesu kwa sababu amesikia Yesu anapita huyu mtaa. Afanyaje sasa? Ni mdogo, ni mfupi, hana uwezo wa kumuona Yesu kwa sababu pengine watu wanaomuona Yesu pengine hata ni watu ambao wana uwezo fulani. Lakini Maandiko yanasema yeye alikuwa mfupi, alibadilisha mfumo. Ikabidi apande juu ya nini? Juu ya nini? Yaani wewe umeona hiyo imani. Mpaka mtu anapanda juu ya mti, anatamani amuone Yesu. Wanasema alimuona Yesu na huko hapo alifunguliwa na Yesu alienda na akakula naye. Siku ile ongeza imani yako, Mungu anakuja kukuponya kwa jina la Yesu. Ndio kama zako mwambie unayo imani. Sasa naomba tuanze kujifunza. Nilikuwa natoa tu summary kidogo ya imani. Sasa tuanze kusoma kitabu cha Luka. Nataka uandike. Umeshafungua Luka sura ya kwanza mstari wa ngapi? Wa 37. Nani amepata? Umepata? Hebu aliyepata asimame. Natamani nione watu wanajifunza. Usikuwe tu umekaa na Biblia na uandiki. Usikubali ukae na una daftari, usikubali. Unaendaje kanisani una Biblia? Unaendaje shambani na hauna jembe? Muujiza hautakupata. Na kama utapata huo muujiza hautakaa. Kwa sababu muujiza unapaliliwa na neno. Wangapi wamepata? Luka sura ya ngapi? Ya kwanza, mstari wa ngapi? Mstari wa ngapi? Neno la Mungu linasema, lakini kwa Mungu hakuna neno lisilo. Ndio hivyo. Basi tujipigie makofi. Tusome kwa pamoja. Luka 1:37 anasemaje? Twende. Basi inatosha, tupigie Yesu makofi mazuri. Watu wangu tunaelewana? Kwa kuwa hakuna neno. Sio hakuna neno lisilowezekana kwa nani? Kwa nabii, kwa mchungaji, kwa mwinjilisti, kwa mwalimu, kwa nani? Kumbe siku ya leo nabii akikuombea hakuna kitakachomshinda Mungu. Amen. Sema amen. Sasa nataka nikuoneshe kitu kimoja. Anaposema kwa kuwa hakuna kisichowezekana kwa Mungu, kuna mtu anataka nikubadilishie ideology ambayo iko ndani ya moyo wako. Kuna mtu kwa mahali hapo unasema nimeolewa lakini mpaka leo sijazaa. Hivi nitazaa kweli? Mimi ndo nakwambia sasa utazaa. Amen.
Sijaelewa ndio maana mwambie mwenzako utazaa. Wao ndio wanakuambia hauzai. Lakini maandiko yanasema aliyekuwa tasa sasa ana watoto 7. Sara aliyekaa miaka 99 yeye leo anaitwa mama wa mataifa. Hata wewe pale ambapo unaona haiwezekani, Jumapili ya leo kama ndio tunamalizia mwezi, basi na matatizo yako yanamalizikia huko. Halo? Wale wanasema haleluya. Amen. Jipigie makofi. Sasa anaposema hakuna neno lisilowezekana, hapa hajaweka kitu fulani. Unajua kuna mtu labda anasema labda ni neno kuolewa ndio haiwezekani. Hajasema neno fulani. Hakuna kisichowezekana kwa Mungu. Neno lako ambalo litakusaidia. Yeremia 32 mstari wa 27, Nabii Yeremia Mungu anasema naye, tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno lolote nisiloliweza? Muulize mwenzako, mwambie kuna cha kumshinda Mungu. Halo, kuna cha kumshinda Mungu? Wacha nikwambie, wewe ulikaa kwenye madhabahu Jumapili ya leo, uhakika wako ni imani yako. Hakuna jambo lisilowezekana. Amen. Amen. Fanya mikono yako, sema hakuna lisilowezekana. Sasa ili utokee kwamba hakuna lisilowezekana, ni lazima imani yako ifanye kazi. Sasa hapa anaposema tazama, je, kuna neno lisiloliweza? Kumbe hakuna neno ambalo Mungu haliwezi. Umeolewa uzai, Mungu anaweza kukupa mtoto. Amen. Una ugonjwa, Mungu anaweza kukuponya huo ugonjwa. Shida ni kwamba ni taswira zetu ndio zimebadilisha imani zetu. Kwamba mtu anakuambia sasa nimekaa miaka 7 kwenye ndoa, mimi sina mtoto, ili nitazaa kweli? Lakini mimi nakusogeza Yohana 5 mstari wa 2 na kuendelea. Kulikuwa na mgonjwa alikuwa hawezi miaka 38, lakini alipokutana na Yesu alikuwa na maswali mengi labda kama ya kwako. Yesu hakuongea naye sana, alimwambia unataka nikutendee nini? Akaleta mambo mengi, akaleta maneno mengi. Yesu akamwambia nisikilize, jitwike godoro lako uende. Maandiko yanasema hapo hapo akasimama na akaondoka. Amen. Halo? Mwambie msako mtaji wako ni imani. Mtaji wako ni nini? Yaani kama una imani, hata nabii akukanyagi, tembea pale kama uamini, huwezi fanya kitu. Ndio maana anasema imani ni kuwa na uhakika. Na imani chanzo chake huja kwa kusikia, sio kusikia tu, kusikia neno la Kristo. Halo? Sasa ni lazima tuwe na imani. Watu wengi imani zetu ziko hafu. Yaani zimegawanyika mara ngapi? Mara ngapi? Kama jana nasema imani imegawanyika mara 2. Mwambie mwenzako imani yako imegawanyika mara ngapi? Mara 2 au iko moja tu? Mtu mwenye imani iliyogawanyika ana maswali kama haya. Hivi nikiombewa nitapona kweli? Yaani kitendo cha kujiuliza hayo maswali, imani yangu ni 2. Imeshajigawanya. Yaani kuna namna mimi nitapona kweli? Nabii anakuambia leo nitakuombea na utapona. Unaweza kusema hivi, ameniambia tu nitapona. Unaweza kushikashika hivi, itakuwa imepona kweli? Yaani baada ya kuombewa, wewe unachotaka kusema ni kwamba mimi nimepona. Amen. Nimepona. Amen. Mwambie mwenzako kuwa na imani moja yenye uhakika. Yesu anawaambia wanafunzi wake kwenye Waebrania 10 mstari wa 38, anasema lakini Mungu hapendezwi na watu wenye roho za kusitasita. Hivi nitapona? Hivi nitazaa? Uzai. Mwambie mwenzako uzai. Mwambie uponi. Yaani kitendo cha kujiuliza, hivi daktari nikiombewa nitazaa kweli? Mimi nikwambia aje, uolewe. Sifanaka wewe tayari una imani ambayo wewe mwenyewe hujiamini. Hivi taolewa kwa harusi mwaka huu kweli? Neno kweli, uolewe. Wewe unachotaka kusema ni kwamba wakubali wakatae, waruke juu wakae chini. Huu mwaka wangu lazima nitafanya harusi. Amen. Sema huu ndio mwaka wangu wa kufanikiwa. Ndio mwaka wangu wa kufanikiwa. Acha maswali, ongeza imani. Unapokuwa na imani, nabii anapokuombea hautajiuliza hivi nabii ameniombea, ameniambia kabla ya mwezi kuisha nitapata kazi na mwisho wa mwezi ni leo. Hivi nitapataje kazi? Wewe nenda sema leo ndio mwezi wangu, kazi nitapata. Utashangaa hata saa 5 usiku siku inaisha, unaambiwa kesho usinikuje kwa kazi. Imani. Amen. Wapi msako wa imani? Watu wanamwambia Yesu unasema nini? Lazaro amekufa. Ananuka huyu jamaa. Amekaa siku 4 kaburini, ameoza, ananuka. Yesu anawaambia Lazaro
mahali hapa, ndoa yako haijafa. Wao ndio wamesema, lakini mimi nakwambia ndoa yako mahusiano yako hayajafa, kazi yako haijafa. Hapo wazako umeelewa? Hebu tunaojifunza pamoja tupigie Yesu makofi mazuri. Sasa kabla sijamaliza, nataka nikubadilishie mtazamo. Mgeuke mwenzako mwambie mtazamo. Hebu mwangalie mwenzako usoni. Kila mtu tuone mtazamo wake. Kuna mtu mtazamo wake ukiona mtu unajua huyu amechoka. Huyu anaona siponi tena, siolewi tena, sizai tena. Wacha nimtafute mtu mmoja huko na mimi mtazamo. Kama angalia mwenzako mtazamo wake, utaona tu vile amechoka, unasema huyu. Sasa mwambie mwenzako mtazamo wako ni sehemu pia ya uponyaji wako. Yaani unavyojiona hivyo hivyo, huo mtazamo wako, huo ndio utakao kuponya. Amen. Sema amina. Ukiona ati mimi nimekonda, ati nitakufa, utakufa kweli. Wewe jione kwamba hivi nilivyo na unene wangu kama amani, hivi nitamwona Mungu. Amen. Asikudanganye mtu. Kama kuna kitu kimesababisha watu wengi kwa sport, pamoja na kuwa na imani, mitazamo. Anaweza kuangalia, hivi mimi ni mdogo. Nimetoka kwenye familia ndogo. Mungu anamwambia nani? Anamwambia Gideon, ni wewe utaokoa familia yako. Gideon anamwambia, unajua Mungu, nimetoka kwenye familia ambayo yaani ndugu zetu ndio maskini, mimi ndio mdogo, ukiwa kina Lukumani, ukiwa kina Laiza ndio maskini choka mbaya. Mungu anamwambia hivyo, nenda ya Yuda. Na unataka wewe. Mwambie mwenzako Mungu anakutaka wewe. Hivyo ulivyo, acha kujiona kama wewe ni mdhaifu. Hapo mwenzako acha kujitazama kidhaifu. Bwana sio sana. Maana mwenzako jitazame kama mtu ambaye anaponywa. Sikiliza nikwambie. Ukijiona umekaa kiasara hakuna faida. Ndio hiyo hasara inakuja. Wewe kaa kibosi. Kaa kimfumo wa kufunguliwa na utafunguliwa. Amen. Sema amina. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Najaribu kumfikiria sana yule mwanamke. Nampendaga sana yule mama. Alitoka na damu miaka 12. Najiulizaga kuna muda hata nikikaa kwa kitanda nasema huyu mami miaka 12 anatokwa na damu. Sio siku 12, sio miezi, sio siku, miaka 12. Lakini akagaramika mali, akaenda kwa waganga na wenyewe ni waongo. Maandiko yanasema akaamua amfuate Yesu. Manake alisajitazama, nikiendelea kubaki hapa kaburi inakuja haraka. Wacha nimfuate huyu Yesu huko. Na alipoenda ana ajabu mama, ana maajabu. Maandiko yanasema akajipenyeza mpaka akagusa upindo wa vazi la Yesu. Eti alipogusa, maandiko yanasema damu ikakatika pale. Amen. Sasa nikawa najiuliza, hivi kuna mtu sahihi ukija ukimgusa nabii, hata uguse kiatu ya nabii, kwamba ukigusa hata nguo yake ama hata ukigusa nywele yake kwamba utapona? Nikapata jibu sio kweli. Kumbe imani yake ilisema nikigusa tu pale, nikigusa kile madhabahu, nikienda tu kwa morongo, ndoa yangu iko na amani. Na ndio hivyo. Umeona? Kuna mtu anaweza kunielewa. Angalia mtazamo huyu mama. Nikibaki hapa nitakufa. Mimi naenda huko. Angalia imani ilivyokuwa. Waangalie kina Shadraka, Meshaki na Abednego, wanaambiwa hamtaki kupiga magoti mniabudu. Ndio, tunamjua tunayemwabudu. Watu wakawa kwenye moto, lakini wanapoangalia kwenye moto walikuwa watu watatu. Ghafla anaonekana wanne. Umejiona huko mwenyewe kwenye ndoa yako mahali umeacha. Mungu yuko upande wako, hajakuacha. Wao ndio wamekuacha, Mungu hajakuacha. Hapo mzako umeelewa? Sasa baada ya hapo, mtumishi wa Mungu akiwa anaingia, kuna kitu kimoja kinaitwa kuchangamka. Yaani mambo ni mengi, muda ndio mchache. Yaani mambo ni mengi: imani, mtazamo, kuchangamka na utii. Kwa leo naomba usimame na mpigie Yesu makofi. Amen. Usimame. Ongeza makofi mazuri kama umeelewa somo. Kama umeelewa sema haleluya. Hebu changamka kidogo, piga makofi ya juu kabisa tena tusikize. Sasa sikiliza. Baada ya kusimama, neno la mwisho, mwambie mwenzako changamka. Hebu msukume mwambie changamka. Mwambie changamka wewe. Sasa nabii akiwa anaingia, kuna mistake nyingi ambazo huwa zinatokea sana. Na zilishaki kwa sababu kila siku watu wanakuja wengine wageni, si ni kweli? Na wewe ambaye ni mgeni siku unasikiliza, mimi naitwa Amani. Nabii kabisa anasema kuna mtu anaitwa Amani. Sasa Amani atinasahau jina yangu, baada ya bana kukumbuka anasema mimi ndo Amani najua. Nabii akiwa anatabiri alisema kuna mtu anaitwa kabla hajamaliza Amani, kumbe ni Amina. Umeshafika, bora akwambie sio wewe, lakini imani yako imefika. Mimi sitoi mfano ambao ni wa uongo, ni wa kweli.
kama nini? Yesu, unajua naona watu kama miti. Hivi kweli ukiniangalia na umri wangu mimi nafanana na mti? Kumbe sio kweli. Ilibidi aseme kuliko niseme sioni. Bora niseme naona watu kama miti. Yesu